Leo nitaka tuwekane sawa kwenye sehemu moja. Sisi wanawake wengi tunaamini kwamba wanaume wako tofauti. Lakini mimi nakwambia wanaume hawako tofauti. Wanaume ndo wale wale. Utofauti wao ni tabia. Kivipi? Nitafafanua kidogo. Kuna mwanaume ambaye anaamini akishatoa pesa kwenye mahusiano au kwa mke wake ni kwamba ameshamaliza. Hana muda na wewe. Si ni kweli? Lakini kuna mwanaume mwingine hatoi pesa ya maana lakini ana muda na yule mwanamke. Ushaona? Kuna mwanaume ambaye anaamini kwamba akiwa na wanawake wengi ndio furaha yake. Kuna mwanaume ambaye pia anaamini kwamba yeye kulewa ndio furaha yake. Kuna mwanaume vile vile ambaye yeye anasema kwamba yeye kwenda kuchelewa, kwenda kukaa na marafiki ndio furaha yake. Ushaelewa? Kuna mwanaume huyu hapa kwamba yeye anakupa pesa lakini mambo ya wapi kule hamna. Lakini kuna mwanaume mwingine hana pesa lakini ndo kule vipi mambo mazuri. Ushaelewa? Ndio maana nasemaga uchumba ni ile mtu kuangaliana na kuchagua kwamba wewe unakiweza kipi kutoka kwa huyo mwanaume na ukaenda ukaishi naye na ukakivumilia kwenye maisha yako. Baadaye usianze kusema mimi sikuwa sijui mwanaume, nilikuwa sijui kama anafanya vile, nilikuwa sijui kama anafanya hiki. Ushaelewa? Ndio kwenye uchumba hapo. Wewe chagua la kwako utakalowezana nalo. Ushaelewa? Usije ukasema kule sijui nje kuna mwanaume huyu yuko vile, hapana. Ndoa nyingi sasa hapo ndo bora kwenye uchumba tunaosema kwamba uchumba wewe ukafanya uchaguzi ambao wewe unaona utakufaa kwenye maisha yako ya ndoa. Unajua kabisa mimi huyu mwanaume mlevi nitawezana naye kwenye ndoa. Huyu mwanaume ambaye anapenda wanawake labda nitawezana naye kwenye ndoa. Huyu mwanamke anaitoa tu pesa hana muda na mimi nitawezana naye kwenye ndoa. Ili baadaye usianze kulaumu. Mume wangu mimi sio anafanya hiki, sio ana marafiki wa kike, sio anafanya vile. Ni bora wewe ambaye hujaolewa ukachunguza hayo mambo. Ushaelewa? Sababu kuna kipindi kwenye mahusiano au ndoa. Kuna kipindi kwenye mahusiano au katika ndoa. Kuna kipindi fulani hivi mnapitia cha kumjua mwenzio vizuri, yani ndo anaonyesha zile tabia zake halisi. Kwa hiyo kama alikuwa ni mtu wa wanawake basi ndo utaziona zile tabia. Kwa maana kama ulikuwa hujamchunguza tangia mwanzo na ukajua tabia zake kwenye uchumba. Ndio maana jamani tunashauri kwenye uchumba watu mchunguzane vizuri. Ndio mambo ya kushika simu, ndio saizi kwenye uchumba shika hiyo simu, angalia kwamba huyu mtu anaongea na nani, anawasiliana na nani, anapenda nini, kitu gani kinampa furaha yeye binafsi yake. Je, hiyo changamoto aliyokuwa nayo wewe ukiingia naye kwenye ndoa utawezana nayo? Ushaona? Kwa maana hiyo ndio hivyo. Lakini ukisema kwamba mimi si upo kwenye ndoa, unaona kwako pagumu, unaanza kutafuta mwanaume wa nje. Hasa kwa mwanamke nyinyi sio vizuri. Kwa sababu wanawake siku zote wanawake ndio wanaolinda ndoa yao. Hakuna kitu kizuri kama mwanamke anavyolinda ndoa yake na ikaheshimika na watu nje. Watu wakaamini kwamba ile ndoa ni nzuri sababu ya mwanamke tu. Unakuta mwanaume anazunguka huku na kule, anatenda mambo ya ajabu, lakini mwanamke yeye kasimama. Ndio hivyo, mwanamke yeye kasimama. Lakini kama mwanamke nawe unaamua tu kwamba sababu mume wangu anafanya hiki na kile na mimi nifanye hiki, kwa kweli tutajikuta wote tunaangamia na ndoa zinaharibika. Na siku hizi ndoa nyingi zinaharibika kulingana na matendo ya sisi wanawake kutokuwa wavumilivu na kutokujua nafasi zetu. Na sio hivyo tu, utofauti wetu na wanaume ndio kwamba tu hivyo wanaume wengi wakiamini kwamba huyu mwanamke kaachika kwenye ndoa yake, atajua kwamba mwanamke huyu ndo mwenye tatizo. Kama mimi Mungu, jaribu kuchunguza. Na hata kama wewe ukipata mwanaume mwingine huko nje, kama umeshaachika, huyo mwanaume huko nje akishajua wewe umeachika, yani kidogo atakuwa na wasiwasi na wewe, kwa nini kaachika kwenye ndoa yake? Itakuwa huyo ndo tatizo. Sababu wanaume wote wanajijua wako sawa. Wenyewe hawaamini kama kuna mwanaume tofauti. Ndio kama nilivyokupa hapo tofauti wao. Tabia ndio tofauti. Huyu ana hili, yule ana lile.
Kwa hiyo si utofauti mkubwa. Ushaona? Kwa hicho ndo leo nitaka tu niongee na ndugu zangu tupate kuelewana.